Ndugu mtazamaji, niko na mtani mwenzangu hapa. Unajua hawa wanaombea kitu kimoja. Wanaombea Yanga isipeleke timu. Yaani Yanga asimamie kwenye msimamo huo kwa sababu ana mashaka. Wa Tanzania, nilitaka niongee kidogo hapa ili tuweze kuelewana. Nafikiri mnaona tulivyokaa undugu. Nataka niongee na nyinyi wa Tanzania kuhusiana na hiki kinachoendelea, sakata linaloendelea sasa hivi. Tanzania sheria ya soka haifuatwi. Hili liko wazi. Kwa hiyo wataongea waandishi wa habari, wataongea sijui wasemaji, wataongea sijui akina nani, lakini tatizo linabakia pale pale. Kiufupi mpira wa Tanzania unakuwa. Ila kwa hiki kinachoendelea mnaharibu soka la Tanzania. Na kaugonjwa kwa upande wangu niliko kagundua. Kiongozi wewe ambaye upo juu, umekaa kwenye kiti kwa ajili ya kucontrol mipango yote ya kisoka. Mapenzi yako ya mpira unayaweka wazi mno. Yaani umekuwa wazi mno kwamba unaipenda timu fulani. Haka ndo kaugonjwa. Kwa tutazunguka lakini kaugonjwa ni haka. Nasema hivyo, tunaona hata marefa wanavyochezesha mipira hii. Si kwamba marefa hawajui kanuni. Tukihusisha njaa, bado tutakuwa hatuwatendei haki hao marefa wetu. Kuna mtu yuko pale juu kwa sababu kuna timu dhahiri peupe zinabebwa peupe. Kama leo hiyo timu itabebwa, mechi nayo kuja tena ikabebwa, inayokuja tena ikabebwa. Hivi tunakosaje kujua kwamba tatizo sio refa? Mimi naona refa tunawaonea tu. Sababu mapungufu yapo. Kuna sometime refa naye ni mtu, ni binadamu kama sisi. Lakini kuna visehemu ambavyo unajua kabisa hapa hapana, tumebebwa. Sasa kama kuna timu ambayo yanajirudia haya, tunamlaumuje refa? Anastahili alaumiwe kiongozi aliyopo juu. Unaweka wazi mno kwamba unaipenda timu fulani. Huu ndio ugonjwa. Simba kugomea hii mechi ya tarehe 8 lilikuwa wazi. Tunaongea si mashabiki. Mtani wangu hapa anajua lilikuwa wazi. Wazi kabisa peupe. Hii mizunguko inayokuja hii, mimi nafikiri niombe Mheshimiwa Rais uko hapo juu, na imani na wewe mkono wako unahusika kukuza soka letu la Tanzania. Na ndiyo maana kuna muda unaahidi na chochote na unakitoa, tunaona. Wewe ndo kila kitu. Hawa inawezekana wakashindwa. Mheshimiwa, na kuomba, nina imani unawapenda wananchi wako. Na nina imani wananchi wako wapo wenye mapenzi na mpira kuliko kukupenda wewe. Kwa sababu na wewe pia unalipenda soka la Tanzania. Sasa wapo wananchi wako ambao wanapenda mpira kushinda hata wanavyotakiwa kukupenda wewe. Ombi langu, kama unapenda wananchi wa Tanzania, wananchi wako, toa neno tarehe 15. Iwe nimefungwa mimi, amefungwa huyu, lakini hiyo tarehe 15 mpira uchezwe. Wapo wananchi ambao wanaongea tu ni vibendera kwa sababu wamesikia kuna mtu kasema. Lakini kila mtu moyo wake unatamani aone mpira unachezwa. Hii misimamo tunayojiwekea sijui kalikwenda kakarudi, sheria na kanuni za soka la Tanzania hazijawahi kufuatwa. Tunaoumia ni sisi. Si mara ya kwanza kutokea hili. Sio mara ya kwanza. Ni juzi tu, sijui huyu kawai, huyu amechelewa. Huyu kiongozi unachokifanya, mimi nakufurahia kwa sababu umechangamsha soka la Tanzania sasa hivi limepiga hatua. Lakini akaka ugonjwa tu, moyo unaonekana peupe. Kuna timu naipenda.
Mimi sitaki kusema wazi, lakini najua wengi wanajua. Kwa ndo maana nageuka kumwambia hata rais wetu, kwa sababu na yeye ameonyesha moyo wa dhati kuilisongesha soka la Tanzania. Toa neno, naamini hakuna atakaye kupinga. Hawa viongozi wa sijui kafu, sijui nini, sijui kalikwenda kakarudi, wameshindwa. Sababu wamebolonga peupe mno. Wamebolonga peupe. Alafu tunaoumia ni sisi washabiki. Mheshimiwa, kama najua una mapenzi na wananchi wako. Wapo wanaotoka mbali, pesa inaharibika. Hawa viongozi waliokaa kwenye soka letu hawa pumbavu sio tusi. Kuna mambo wanafanya ya kipumbavu waziwazi mno. Tunaumia sisi. Hawa waandishi habari hata waongee, wapo ukweli wanaujua, lakini kwa sababu tayari hawawezi kusema ukweli. Lakini ukweli uko wazi. Mwenzangu yuko hapa anajua kwamba kilichosababisha timu isiingie uwanjani majeruhi. Alafu Yanga yuko vizuri. Umeona bana? Wakaona huku nyuma amechezea 5, alafu tena hizi zitakuwa, yani siku hiyo Diala mwenyewe angepiga goli yani. Yaani mwenyewe angetoka na mpira huko akapiga goli yani. Mimi nawaambia ni kweli. Sababu iko wazi. Tunazunguka nini? Mheshimiwa Rais, toa neno. Hawa viongozi wameshindwa. Kwa sababu maamuzi ambayo wamefikia Yanga hayawezi kutekelezeka. Ni ngumu. Lakini tutakaoumia tunasema tu hatuchezi. Hii tunapata tu ubendela tu. Tunahitaji tuone mpira, iwe tumefungwa, iwe tumeshinda. Ndiyo soka lilivyo. Kwani Barcelona sanafungwaga, Madrid sanafungwaga? Kwa nini si tuanze kuharibu soka la Tanzania eti kwa sababu ya wapumbavu fulani wamekaa juu huko? Bado hata matangazo yenyewe bado tunahamasishwa ili tujaze uwanja. Alafu nyinyi mlioko huko juu mnao kula tu ndio mnaanza kutuumiza tena sisi. Ikiwa hata elimu ya sisi wenyewe bado tunakumbuka bana tarehe fulani hamuoni kama mnakosea. Naomba Mheshimiwa Rais, ingilia hili kama ulivyoingilia kwa mchezaji fulani. Na ukalimaliza kwa upendo, kwa uzuri, likaisha kwa uzuri. Hata hili hawa wameshindwa. Kwa sababu sasa hivi kinachoongelewa sasa hivi ni Yanga. Yeye kaanza kutoa sababu. Sasa hivi tunaelekea sijui wiki 3. Anatoa tu sababu singi. Huyu masaa mawili. Vipi mnazunguka? Yeye masaa mawili kasema sichezi. Au anayemalizia ndo anakuaga mbaya. Kwa hiyo hebu tuache kuzunguka. Alafu wewe kiongozi ambaye una deal na mambo ya soka, acha mapenzi hayo, utajichafulia. Kwa sababu mimi mwenyewe nimekukubali sana. Umesongesha soka hili. Wanasema mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Ila huku sasa, huku nako anza kuja huku. Tutaumia, tutaanza kutoa shiti. Alafu utatuona si wabaya, kumbe waanzilishi ni nyinyi ndo mnaanza. Ingilia kati, tunakuomba. Eti ndugu yangu. Kweli. Ila huyu anasema kweli ni muongo. Yeye anaombea Yanga siingize timu kwa sababu anajua cha moto. Mama yangu, naongea tu kweli. Mama huyu ni muongo huyu. Yaani hivi mimi ninapokuomba ananishauri anasema lakini sungeacha tu ili msiende uwanjani ili apate pointi 3. Sababu najua tukienda kichapo kiko pale. Umeona bwana? Si ndio? Mama, tunakuomba ingilia kati. Hiyo tarehe 15 waliopanga nyingine. Kwa sababu haya matatizo hayajaanza leo. Kwa hawa viongozi tuliowaweka hapo juu waongoze ligi yetu, waongoze, ni upuuzi wanaofanya. Yaani viko wazi kabisa. Viko wazi. Madhaifu yameanza muda sana, ila si tunafurahia tu tuone watu wanacheza, wameshindwa, hata kibebwa, fuleshi tu tunaongea, lakini mpira uchezo. Tunakuomba mama yetu. Mimi najua
una mapenzi na raia wako. Alafu mama, kuna kitu nilikuwa nimesahau. Nilikuwa nimesahau nini mama? Mitano tena. Umeona na yeye mwenyewe kakubali. Mama kwake mitano tena. Umeona? Alafu mama, yule jamaa yule we muache huko kwa sababu nafanya mipango wa Kenya wampe uraia, yani asiwe Mtanzania, aende kule asikuchanganye. Mama mitano tena. Wa Kenya nimewaomba, nilikuwa naongea na kiongozi wao kwa sababu wanampenda sana bwana Tundu. Japo hili jina hili hivi Tundu hivi anaitweje? Sababu mimi najua kifupi tu. Sasa unakuta nakosea naita Tundu la Choo. Anaitwa Tundu Lissu. Anaitwa Tundu Kisu. Tundu Kisu. Tundu umesemaje? Tundu Lissu. Nimeongea na Wakenya, nimemuombea kwamba huku kwa kweli nafikiri wao wenyewe wameona kwamba wanaona ngenga, yani wanalopoka, alafu labda msaada wanaupata kwa wale masnichi wale wa kuzunguka labda. Kwa sababu wanachonga sana, alafu si tuko kimya. Umeona bana, wanajidai wana elimu wakati hata kuongea kwenyewe mashaka tu, hawa pumbavu hao. Kwa hiyo nilikuwa namuombea, nimemuombea na wamekubali. Wanataka akawe rais wao. Anaenda kugombea kule. Yaani wanampa uraia kabisa huko atuame. Umeona bana.